basi na mvuto. Sasa hivi mkawa nimezidi kuwa handsome. Kwa kweli ukikutana na mashangazi wanaopenda mili kama hiyo, alhamdulillah, jiamini. Meshangazi fursa hiyo. Niko single. Meshangazi fursa ni yenu. Uko single kweli mkali mpaka leo? Niko single mpaka leo. Kwa nini uko single wakati unavutia mwili kama hivi? Inakuwaje au wewe unawabania tu? Mimi nilisema bwana, nasema rata kharabu dhina, nataka kufanya dhina. Kwa hiyo mpaka nioe ndio nitabarikiwa kuwa na mwanamke atakuwa wa halali yangu. Lakini kama sijaoa hivi sifanyi dhina. Kwa hiyo una hata mtoto kabisa? Mtoto naye mimi nishakuaga nikapata mtoto. Mimi naitwa Baba Jian, Baba G. Wewe ulioa afu ukamwacha mke ni zina, lakini hiyo mimi naamini kwa sababu sidhani kama mlienda kanisani. Wewe si Mkristo wewe? Mimi Muislamu. Mimi ni Muislamu kabisa. Jina lako unaitwa nani la Kiislamu? Kwani jina ni Uislamu? Mimi ni Muislamu. Muislamu si dini. Dini ni imani. Mimi naitwa Jackson lakini Muislamu kabisa, naenda masjid. Watu wengi wanajua majina haya hapo. Majina inamaanisha kwamba inakutambulisha dini kwa sababu dini ni imani. Ni kweli kabisa umezaliwa kwenye Uislamu? Mimi ni mwalimu wa madrasa. Mimi ni mwalimu, nishakuwa mwalimu wa madrasa, ila tu kwa siku na aina ya utafutaji wangu nilojiwekea hivi kujichitoa sana, kwa sipendeki sana kuhusisha mambo ya dini na lakini kwenye dini ya Kiislamu mimi ni mwalimu kabisa, mkufunzi. Mimi nimesoma madrasa, nimemaliza juzuu 90, nimemaliza masafu mimi na kusomea yote, yani kianzisha tu sura napita nayo yoyote ambayo najua. Lakini sipendagi ndio kwa sababu najua dini ni kufanya sensitive sana. Mimi ni Muislamu na Mwenyezi Mungu anasema ikra bismillah begin tusome kwa jina la Mola. Kwa hiyo nimesoma sana, nimesoma Uislamu. Lakini baada ya kumaliza Uislamu nikaja nikasoma Ukristo nikamfuatilia. Kwa hiyo ni mtu ambaye najikuta na mimi mchunguzi sana. Yaani mimi napenda kujua vitu vingi. Yaani mimi maisha yangu tangu zamani napenda kujua vitu vingi, kusearch. Yaani mimi ni Google. Kwa hiyo vingine nafuatilia mwenyewe automatic, vingine nafanya practical, vingine nauliza. Na mimi ukikana mimi lazima nikuulize kitu kama sielewi na kama iko sielewi lazima nikuulize. Unaweza kuwa na msumbufu lakini na search. So nimesoma dini ya Kiislamu sana. Kufuatilia Ukristo sana nimefuatilia na madhehebu mengine tofauti ushansoma. Kwa hiyo nikaona tu dini ni njia za kumtafuta Mungu wa kweli. So kwa hiyo dini na jina tofauti. Unaweza ukaitwa Mariam lakini ukawa Christian, unaweza ukaitwa Maria au Mary ukawa Muislamu. Hongera sana kwanza. Kiukweli mimi mwenyewe ni mwandishi, ni mtangazaji, lakini katika maisha yangu yote ya kukufahamu au kukujua au kukuona sijawahi kuamini kama wewe unaweza kuwa ni Muislamu. Lakini hongera sana kwa sababu dini unachagua uende wapi, na hasa ukishakuwa mtu mzima. Sasa hayo yalikuwa ni mazungumzo, maana ukikutana na mtu kuna vitu mnajikuta tu mmeingia. Nimesikia wewe unacheza ngumi, sijui unalizungumziaje hilo? Sawa, inshallah mimi nafanya ngumi. Sichezi ngumi, nafanya sometimes. Mimi kama nilivyokuambia awali napenda kujaribu kitu. So ngumi nimeona ni mchezo fursa mzuri, lakini pia kuna kitu ndani kinaniambia unaweza kufanya na nafanya. Na juzi kati ndio kupigana bado nimevunjika mpaka mkono. Pole. Kwa hiyo ni mihangaiko tu. So ikipata nafasi ya kuitwa nitakuja kufanya. Kwa sababu mimi sometimes naimba, sometimes nachekesha, sometimes napigana, nafanya vitu vingi. Hivi unavyopigana uogopi kufa labda? Wewe si Muislamu umesema, haujui kama miongoni mwa imani tunatakiwa tuamini siku ya mwisho. Si unajua siku ya mwisho? Najua ndio. So siku ya mwisho ipo, bila kujua siku ya mwisho hiyo. Yaani kwa katika maisha yako isitokee hata siku moja ikapita siku bila kumbuka kama kuna kifo. Utajuta unafanya kufuru ambazo Mwenyezi Mungu hazimpendezi. Mimi ni mtu ambaye kila siku ya Mungu nikilala nikiamka nafahamu ya Rabbi, asante kwa pumzi. Naamini kuna kifo. Kiamini kuna kifo basi hata hofu ya uoga utakutokea. Lakini ukiogopa sana kufa, utakuwa na kufuru sasa. Kifo kipo. Sawa, kifo kipo, lakini je, uogopi hata kupata ulemavu wa muda mrefu? Kwa sababu kwa kweli kupigana kwa mimi ninavyoona ni kitu ambapo yani una vitu vingi vya kufanya. Wewe ni mwanamuziki, ni mchekeshaji, lakini ni muandaaji wa vipindi. Bwana ulikuwa na kipindi chako kile unaandaa. Sijui kama bado unaendelea, sijui kwa nini uliacha. Mimi nilikuwa ni shabiki wako na kuangalia kwamba unaangalia kitu fulani kimefanyika afu wewe unakuja kivingine kwenye media. Sijui bado unaendelea au imekuaje? Naendelea. Lakini pia ngumi ni mchezo.
ngumi, watu wengi wasiofahamu ngumi wanaweza kawa wanaogopa kuthubutu. Lakini usifanye ngumi kama ugomvi, utashinda kujua thamani ya mchezo wa ngumi. Lakini ukichukulia ngumi kama mchezo, basi utafanya vizuri na utaona matokeo chanya kwako. So inawezekana madamu unaogopa kwa sababu unaona matokeo, lakini kila mchezo ni mchezo hatari. Ukisikia neno la mchezo ni mchezo hatari. Ukifanya mchezo wa mpira tunavunjika, tutapelema mpira, basketball, netball. Kila mchezo wote ukizidisha na changamoto. Kwa hiyo ngumi ni fursa. Vijana wengi hawana ajira, kuna watu wamebarikiwa kufanya ngumi, wafanye kama mchezo, wasifanye kama ugomvi au ngumi sio usela, ngumi sio uni. Mimi kio cha jamii of course, sio nimeingia katika ngumi ni kuonyesha watu kwamba anything can be possible. Yaani chochote kinawezekana. Kutoka kwenye comedy hadi kufanya ngumi, alafu nafanya vizuri, nataka kupiga juu sijaumia hata sura yangu still handsome kama unavyoniona. Yaani ningefanya ugomvi pale ningekurupuka ningeingia katika kati. Ikicheza mchezo tap kimbia cheza mchezo au tupata madhara. Unaweza mchezo kwa asili kama wazungu. Mimi naangalia sana wazungu. Mzungu anacheza mchezo anatoka pale uko vizuri sana au kama kavimba dakika 0 kesho yake katoa. Tofauti na wabongo wengi wanafanya ugomvi, ndio wanaweza kuna mtu anapata kilema kwa sababu anafanya ugomvi afanye mchezo. So of course mchezo uko mengi, lakini hii ni nafanya hivi kwa sababu ya kuinspire vijana wengine kwamba jamani inawezekana. Kupata milioni 30 40 kwenye ngumi kibongo bongo kwa haraka ni kitu ambacho kinawezekana. So hiyo. Kwa hiyo siku tutakuja kusherehekea, usinisahau ndugu yako. Tuje tusherehekee milioni 40, milioni 30 tumepata pesa kwenye ngumi. Sasa hiyo so plan kwenye ngumi sio kupata milioni 30. Mimi plan yangu kupata kwenye ngumi hapa milioni 500, milioni 600 ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Yaani kinawezekana kwa ni target tu, kila kitu target. Umewahi kutoka nje ya nchi kwa ajili ya ngumi? Nishawahi kwenda nje ya nchi. Nishaenda Australia, Canada, Denmark. Sasa yani naona kama haujitangazi sana kama wanangumi wengine, ni kwa sababu una mambo mengi au umeamua kufanya mambo yako under carpet? Mdogo tu. Yaani sio kitu ujitangaze, wachai wengi. Mdogo. Lakini hapa nye kesho hauwezi kunikuta ukija hapa. Nenda zangu Washington DC, New York, London. Na mimi huko au ni vipi au ndo mambo yako ya kuhama? Maana mkali nayo unahama nyumba bwana. Huwezi jua. Mimi kwa maana mimi kama nilivyokuambia, mimi tangu zamani na transform tu. Mimi na mama. Mimi katika maisha hutaki kueleweka. Yaani katika maisha hutaki kueleweka. Ukieleweka ndio utakuzoea. Sio hutaki kuzoeleka. Umeona bwana. So tunaishi mara moja, tunakufa mara moja, kwa hutaki kueleweka. Ukiwa duniani ukipata nafasi ya kupumua basi fanya vitu vingi tofauti. Huwezi jua Mwenyezi Mungu akuandikia wapi. So ukipata nafasi usikae sehemu moja sana. Fanya tu. Huwezi jua. Sawa, nashukuru mkali. Kuna jambo ambalo ukikaa unasema hili jambo nitaliongelea kwa wananchi, lolote lile, iwe ni kero, iwe ni kitu kizuri, unaweza ukaliongelea? Mimi sina kero wala sina chochote. Mimi sio mzungumzaji mzuri tu. Lakini kitu pekee napenda kuambia vijana zangu, mafanikio sio rahisi. Yenye kufanikiwa ni rahisi, basi kusingekuwa na haja ya kusherehekea mafanikio, kusherehekea ushindi kama kufanikiwa hizi. Lakini kufanikiwa ni kigumu sana. Wakati mwingine mtu anaweza kupambana kwa mbona mwenzangu kafanikiwa na kata tamaa. No, hataki kukata tamaa. Lakini pia tusitamani maisha ya mtu mwingine, ile tuwe inspired. Sema kama yule kafanikiwa basi siku mimi nitafanikiwa, ngoja ongeza bidii katika hizi ninachofanya, ila usitamani kwa sababu huwezi jua kafanikiwa kwa njia gani. Mafanikio na siri sana. Tusiamini sana maisha ya mitandao ya kijamii, hichi ndio maisha yako. Kingine hakikisha 99% ya furaha yako inatokana na wewe mwenyewe. Furaha yako ikitegemea sana watu wengine, haitakuwa furaha ya kudumu, haitakuwa furaha, itakuwa tu furaha leo na furaha kesho mazuni, kwa sababu sio vyema sana kumtegemea mwanadamu mwenzako. Mwanadamu anafirisha sana. Hicho tu. Wewe mkali, umewahi kucheza filamu yoyote ile? Mimi sio mcheza filamu. Yaani najiuliza mkali ni wapi ulikotokea mpaka watu wanaanza kuwe mkali. Mimi binafsi nimekuona kwenye kile kipindi cha kuwaongelea watu. Sasa si natamani sana nijue ulianzia wapi kwa kifupi sana na mafanikio yako ni yapi? So mimi nilianza kuchekesha, mimi mchekeshaji. Nilianza kufanya ucheshi kwenye mitandao ya kijamii. Mwana bwana zamani 2017 18 kwa nilishikana kina Ibitoke na watu wengine, vijana wengine. Kwa hiyo pale umaarufu wangu ukaanzia hapo. Kwa hivyo vitu vingine nafanya baada ya kuwa maarufu kwenye comedy way, katika njia ya comedy.
vitu vingine vinakuja extra tu, lakini nature yangu watu wamefahamu kwenye comedy way. Kwa hiyo kipindi ninachokisema si mchambuzi wa Insta, hiyo pia ni kusema ya comedy tu. So still mimi ni mchekeshaji. Watu wengi wanifahamu au mpaka wewe inawezekana unanifahamu, ila sijanifahamu sana kwa sababu mimi ni mchekeshaji hicho tu. Sawa, wachekeshaji wengi sasa hivi wapo. Mimi sio mwangaliaji sana wa mitandao, lakini kwa kile kipindi chako cha mchambuzi wa Insta ni kipindi ambacho nakiona sasa hivi kama umekipiga teke, lakini kilikuwa ni kitu kikubwa sana, ambapo nakuja kuona sasa wamekuja wengi wanaviingiza vile kama wanawafunika wa zamani. Hicho nakionaje? Yani sasa hivi ma content creator wamekuwa ni wengi sana na nyinyi mnajiacha nyuma, lakini nikiangalia watoa elimu wakubwa walikuwa ni nyinyi wa zamani. Wa sasa hivi kama mtu anakurupuka tu. Hilo wewe unalionaje? Sijui nisemaje, lakini kila mtu ana kitu chake unique. Yani kila mtu ana kitu chake. Inawezekana watu wakawa waimbaji, lakini Diamond atabaki kwa Diamond, Alikiba atabaki kwa Alikiba, Rayvanny atabaki kwa Rayvanny, Mario atabaki na Mario. Juma Nature atabaki kwa Juma Nature, kila mtu ana kitu chake. So walikuwepo watakuwepo, wataondoka, waliokuwepo wataondoka. So hakuna mtu ambaye anaweza kaja akawa bora kuliko mwenzake au anaweza kaja akakopi na kupesa kitu cha mwingine. Kila mtu ana ladha yake. Kaja Rubia, akupo Nandi, yani so kila mtu ana uniqueness yake. Ndio maana tunatofautiana majina, tunatofautiana vidole, tunatofautiana sura, pua. So kila mtu atakayekuja na kitu chake. Content creators wako wengi au tupo wengi, lakini kila mtu ana ladha yake. Nimekuelewa, lakini namaanisha yani umepoa, nadhani utakuwa umeipa nafasi sana ngumi. Lakini yani tunamisi, ndio maana unaona nakwambia kitu kama hicho. Tunamisi, basi inshallah tutarudi kama inavyohitajika tufanye. Tarudi. Nashukuru, asante.